wakati watu wanashangilia miujiza, mimi naumia kimya kimya. Kila siku kanisani miujiza inatokea, vipofu wanaona, wagonjwa wanapona, watu wanamuita mtakatifu wa dunia. Naponya kwa mikono yangu, lakini moyoni kuna vilio. Naitoa nuru mbele ya watu. Kaka. Yes. Hivi ulifikiria kitu gani mpaka kumleta Shebi kazini? Umeniuliza swali gumu kidogo. Mimi sikufikiri mambo mengi, maana ni kijana wetu wa mtaa. Sasa dogo kuwa anazulula, leo kaingia kichochoro hiki, kesho katokea kichochoro kile, sio muda mrefu atamuita mwizi. Sasa ya nini endelee kuzulazula mitaani? Ni vyema tuwaje hapa anaokota 200 hizo na sisi tu. Na hiyo ndio ilikuwa idea yangu nzuri. Huwezi amini kaka, yule dogo umeleta matatizo hapa. Maana hizi siku 2-3 hizi ambazo hujafika hapa kazini, huwezi amini yule dogo sikanishawishi katika swala zima la kunywa pombe. Cha kushangaza na mimi nikaingia kwenye 18 nikanywa pombe kaka. Yaani wewe umekunywa pombe wewe? Yule mwana mdogo atengwe, ajengewe sanamu lake peke yake. Yule mdogo unajua ni kama yaani yeye na shetani wanakaa ukaribu hivi. Aliyemshawishi mtu akaruka, yaani hata wewe na ubishi wako umejaa. Aha. Na hicho ndo kilichonifanya mimi nimtoe kule nimlete hapa. Maana najua ana uwezo wa kumshawishi mteja mpaka kajaa. Yaani wewe kweli ambaye hata panado tu ukipewa kunywa tibu kichwa chako, unasema mpaka maelekezo ya daktari. Uliwezaje kumsikiliza yule dogo yule? Okay, anyway, alikuanzia wapi? Alikupataje yani? Yaani alikuambia nini mpaka ukamuelewa? Mwenyewe huelewi yani. Yaani alichoniambia yeye akaniambia eti pombe ni dawa ya ndoa. Ukinywa sijui mke wako anakusikiliza, ukinywa chochote ambacho utaongea mke wako atakusikiliza. Kiukweli aliniambia vitu vingi sana, na ndio maana hata mimi nikashawishika kunywa pombe. Ila nilipokunywa ile pombe kaka, baada ya kurudi nyumbani sasa kila kitu kiliharibika. Nilimfokea mke wangu siku mzima, mke wangu alilia usiku mzima. Si unajua na wanaume tunavyojitia wababe. Basi sasa hizi nikirudi nyumbani mimi nimejinunisha. Yaani najifanya najinunisha ili kufix lile kosa ambalo nilifanya siku ile nimerudi nikileo. Na uwezi amini, jana nimerudi nyumbani, nimemkuta mke wangu kanipikia chakula. Nimekula chakula vizuri we, sikaniongelesha. Tena kaniongelesha vizuri tu, ila kwa kujifanya na fix kosa. Nikanuna tena. Huyo chumbani. Kaka kiukweli
Yule dogo ana dawa eh? Sio unacheka, ni mazuri, ila kiukweli ulizingua. Naanza kupata mashaka pia hata na akili zako. Unamsikiliza yule bwana mdogo? Amewahi oa yule? Anajua ndoa ni nini? Anajua misukosuko na migongano inayotokea ndani ya ndoa? Alafu akakupa dawa ya ndoa. Hicho kicho bwana, Mungu amekupa sio mapambo ya nywele tu okay. Kuna ubongo ndani, akili za kuambiwa changanya na zako, unaongeza na za kwako, na hivyo ndo ambavyo tunaishi. Acha kumsikiliza yule bwana mdogo, atakupoteza. Sio mtu mzuri, sio mtu mzuri kabisa. Okay, anyway, hayo mengine tutayaweka sawa. Huyu mzee naona anatumia sana message. Hebu mpelekee hilo tubai lake. Mzee gani? Yule mzee hapa chini, huyu mzee huyu. Mzee Jacob. Huyo anamuita Jacob Kabawa, si huyo? Ndio. Huyo na bajaji yake ngetwa ile. Mpelekee ile tubai lake. Aha. Kuna chochote inabidi nichukue pale? Hakikisha bila 15,000 hurudi. Bila 15,000 hurudi nalo. Yule mzee naye mkoloni sana yule. Basi sawa kaka. Ngoja mimi nizipeleke pale. Hakuna shida. Sawa. Unampa tubai? Ananipa hela. Akupe 15,000. Basi poa bro. Alafu sikia. Upitie na kwa huyu mama nani huyu? Huyu anauza msosi huyu. Huyu mama Adela. Mwambie wahi haraka. Sawa. Akichelewa anakula mwenyewe. Sawa. Helen, mke wangu. Ujue muda mwingi nakaa na tafakari sana. Majukumu niliopewa ni makubwa sana. Kuna muda yananizidi umri. Na kwa macho ya kawaida mtu anaweza kaona ni mepesi sana. Lakini kwa macho ya rohoni ni kazi sana. Huwa siku zote naomba Mungu anisaidie ili niweze kufanikiwa na kufanikisha hili. Nina mzigo mzito sana. Kwa nini mmeo? Hapa naongelea ndoa ya Bantu. Bantu huyo mlinzi wa nabii? Ndoa yake ina mgogoro mkubwa sana. Ndoa yake imekuwa ni changamoto. Imefikia kipindi mpaka yule mwanamke anaomba talaka. Anahitaji aondoke ndani ya ile nyumba. Mke wa Bantu, we ni mwanamke mwenzake. Ndio. Mimi najua kabisa kama utatoka hapa na utaenda kuonana na mke wa Bantu, hebu jaribu kumwelekeza mawili matatu. Huenda wewe akakuelewa zaidi kuliko mimi ninavyoenda, kwa sababu nyinyi ni jinsia moja. Please, nakuomba mke wangu, hebu fanya hivyo. Kwa kweli mume wangu, yaani mimi kwenye swala la kusuluhisha ndoa za watu kwa kweli mimi hilo sina karama nalo. Kwa kweli mimi sijui wala siwezi. Yaani hilo ni kwamba tu mume wangu, hilo jambo umeumbiwa wewe. Wewe ndio unayeliweza. Mimi wapi na wapi? Aya, wewe ukinitazama mimi unaona mimi naweza nikaenda kusuluhisha nini? Hivyo tu mume wangu, kama lolote ambalo unaweza kulifanya, wewe lifanye tu wewe kama wewe. Jitahidi tu kwa hilo. Najua mume wangu kwanza umechoka. Kiukweli umechoka. Nikakuandalie maji, uoge au utakula kwanza? Swali zito sana.
Hebu fanya vyovyote utakavyoweza. Basi ngoja nikakuandalie maji uoge, alafu ndo ule. Maana Waswahili sasa hivi mataifa huko yanasema utakula kwanza au ule kwanza. Achana nao, hayo nafanya mimi. Nashukuru. Sawa. Na Abigail, kuna jambo nataka nikwambie. Nadhani itakuwa jambo jema sana. Ni jambo gani hiyo? Unajua umekuwa binti sasa, inabidi uolewe, usije ukazeekea nyumbani. Unajua dada, sasa umri wako ni mkubwa sana, ila ukiongezeka zaidi ya hapo sidhani kama utapata mchumba, maana unafanana sana na baba. Hivi umewaza nini mpaka umeanza kuniambia maneno yako ya ajabu ajabu? Umekaa huko unachofikiria vitu vya msingi, unaanza kuniambia mambo ambayo hayaeleweki. Na aliyekwambia kwamba mimi nataka kuolewa ni nani? Niache hata nikiwa na sura ya baba, nikiwa sura ya nani, ni mimi, ni maamuzi yangu. Usinipangie maisha. Sasa ngoja nikupangilie jambo. Kuna kijana amejitolea, nadhani unamfahamu, tunasali naye kanisa moja, anaitwa Kilaka. Yule ni vyema angekuoa, sababu ana kazi, ni mtu aliyejiajiri, anaweza hadi kutulea. Pesa ya mwanaume ni bora zaidi kuliko yako wewe. Hivi kuna siku mwishinda na njaa ndani? Hizo kazi zake mimi hazinihusu, na kama ana kazi, kama unazitaka hizo kazi, basi mfuate wewe. Mimi mwenyewe na kazi yangu na inajitosheleza vizuri sana. Naingiza pesa yangu na kizi mahitaji yangu. Kwa mambo ya sijui mnakaa huko na Kilaka mnaongea mambo ambayo hayaeleweki, naomba ukome. Na ukamwambia huyo Kilaka wako, sitaki mazoea naye. Mimi muda wa kuolewa ni bado sana. Muda namtumikia Mungu tu. Na sio mambo ya kuolewa. Tena siku nyingine. Sitaki kabisa, sitaki. Nadhani umenielewa. Sawa. Kama utaki kubaliana na wazo langu. Na kuhusu kuchambua mboga, hii ni kazi ya kike unanifanyisha mimi mtoto wa kiume. Hivi dada Abigail, unajionaje labda? Hivi ushawahi kufikiria mara mbili kuhusu sura yako? Mtu amejitolea, anataka kukuoa, afu unachukulia hize tu. Kwa sura gani ulionayo ya kulinga? We ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya. Hivi unamwonaje babako alivyo mbaya, alafu mmefanana naye? Wewe Beni, wewe nani ni mbaya? Yaani mimi mbaya? Hivi unajua wabaya wewe? Unawajua wabaya na kuuliza? Hivi wewe unajielewa kweli wewe? Utajua mwenyewe, na hii ni mboga yako utachambua mwenyewe. Umeanza jeuri saizi? Yaani umenitukana, alafu unakula hapa, unalala hapa. Kazi nafanya mimi. Utakula huko kwa kina huyo Kilaka. Yaani unanitukana mimi mbaya? Mimi mbaya mimi. Ili utalipia.
Habari ya jioni ndugu yangu. Salama. Kumbe ukiacha na kipaji cha kuimba pia una kipaji kingine cha kucheza mpira? Yeah, of course. Napenda sana mpira. Hivyo uwaga muda kama huu na nikija uwanjani kurukaruka kidogo somba. Inapendeza sana. Mara moja tunajua kunyosha viungo. Ndugu yangu bwana, nimekuita hapa. Unajua kinyongo ni kibaya sana. Ndio maana hata kwenye maandiko matakatifu kimeandikwa kwa kukataliwa. Ukisoma fungu moja hivi linasema kwamba uchungu na ghadhabu pamoja na hasira ziondoeni kwenu. Hii iliashiria kwamba basi sisi wanadamu tukikoseana inatakiwa kabisa tuombeane msamaha. Kama mimi hapo najua kabisa ile siku nilikukosea. Nimeamua kukufuata na kukuomba msamaha. Naomba nisamehe. Unajua mimi ni mwanadamu na sijakamilika. Sogo, natambua vizuri kabisa, na bila shaka kifungu ulichokizungumzia ni Efeso 4 mstari wa 31. Lakini umesahau kitu kimoja. Mimi nafikiri kabla ya kunifuata ilitakiwa uwaze pia maandiko yamezungumza ya kuwa samehe 7 mara 70. Mimi sina kinyongo na wewe hata kidogo ndugu yangu. Asante sana kwa kulitambua hilo. Ila ile siku kuna neno moja uliongea, japokuwa sijajua uliongea, ulikuwa una hasira, ulisema kwamba unapataje ujasiri wa kuongelea wapenzi wa watu. Na ile siku kabisa pointi niliyoigusa nilikuwa namuongelea Neli. Sasa ilinipa utata na kuniweka ndani ya mabano. Nilishindwa hadi kudadafua vizuri kila nilalapo na kila niamkapo, ikafanya mpaka nimekuja kukutafuta na kukuomba msamaha kwanza ili nikuulize. Hivi unaweza kuniambia Neli ni mchumba wa nani labda? Unajua kama ulivyozungumza, hasira inaweza ikakufanya ukazungumza kitu chochote pasina hata wewe kujua. Ya hivyo tu ni kwamba nilikuwa na hasira ikanipelekea kuzungumza kitu ambacho pengine hata sikutarajia. Ila bado unajua ndugu yangu bwana, ni kama umeniachia ka question mark. Nitaendelea kujiuliza. Nilipenda angalau hata kidogo tu nidadafulie kidogo, kwa sababu mimi ni mwanadamu, nimwelewa na nitakuelewa kwa uzuri na kwa uchache zaidi. Kisogo, ondoa shaka kabisa kuhusu yale maneno. Na jambo zuri zaidi ni kwamba hata mimi natafuta upenyo ama njia mbadala ya kumsahau Abigaili, na ndio maana unaniona muda mwingi sana nafanya mazoezi. Na usiponikuta mazoezi basi nipo zangu ndani nasoma vifungu vya Biblia na isoma Biblia. Kubwa kuliko ni kwamba nahitaji kumjua Mungu zaidi kuliko kitu chochote. Achana na mambo ya wanawake, wakati sahihi utafika. Mimi ngoja niendelee ndugu yangu. Mume wangu, hii haikuwa ndoto za mchana kama unavyosema. Hii mimi nimelishuhudia kwa macho yangu. Yule mwanamke mimi nimemwota zaidi ya mara 3. Hata siku ile nimemuona kabisa alikuwa amekukalia juu yako. Kuna kitu kiko sawa mume wangu, naomba uliangalie hili. Mke wangu, katika maisha yako kwepa sana msongo wa mawazo. Cha pili, binadamu akiwaza kwa muda mrefu jambo moja linaanza kumtokea kwa njia ya picha kama wewe hapo. So hayo maluweluwe yako yanaanza kukutawala. Mke wangu, jitahidi upate muda wa kupumzika sana. Na kingine, unajua wazi tuna ujenzi wa kanisa kubwa tujenge. Waumini tunao ni wengi sana. Hivyo tuwaze huduma yetu. Mke wangu, wewe ndo mtu wa kunisapoti mimi kwenye huduma. Kwa hiyo mambo achana nayo. Hakuna kitu kama hicho. Mimi na wewe tunapiganiwa na Baba. Hatuwezi kujipigania wenyewe. Kwa hiyo Mungu anajua. Hakuna ubaya. Kitu kingine, hayo mambo umeanza kuyaleta mpaka kwenye huduma. Mimi ni mtumishi.
jitahidi kubalance. Niletee mimi tu huko nyumbani, usilete kule kanisani. Nachoka sana mke wangu. Sawa, tawaza huduma, lakini nakuomba tuwe pamoja, kwa pamoja tulikemee hili. Mimi naamini kabisa kuna tatizo. Hichi kitu sio cha kawaida. Kuna roho mchafu anafuatilia familia yangu. Naomba tuombe kwa pamoja, tufunge kwa pamoja. Sasa kama mimi nalala. Huduma mama. Esther. Abe. Ni muda sasa na siku zimeshaenda. Uliniahidi utafanya vibarua unirudishie pesa yangu. Naona siku zinazidi kwenda na pesa uniletei. Ni kweli mamangu. Samahani. Sema ile biashara ambayo nilikuwa nataka kuifanya bado sijafanikiwa kupata mtaji. Nakuomba unipe muda kidogo. Nitarejesha mume wangu. Unataka nikupe muda gani? Yaani ukimya wangu wote wa kipindi chote ambacho nilikuwa sijakukumbusha kuhusiana na ile pesa ambayo ulikuwa umeichukua na kumpelekea nabii wako, ndio muda ambao nilikuwa nimekupatia wewe. Sasa unavyoniambia nikupatie muda tena, hii inawezekanaje? Usiniangalie kwa huruma. Laiti ungekuwa na huruma kama hiyo ulionayo leo, usingechukua ile pesa na kumpelekea nabii wako. Esther, juu ya hili, kila siku umekuwa ni mtu wa kuhubiri kwamba unataka amani. Ukitaka amani humu ndani irudi, kiukweli pesa yangu inatakiwa irudi. Na kadri siku ambavyo unazidi kuchelewa kuniletea pesa yangu, unazidi kunitengenezea wadudu ndani ya kichwa changu. Mimi nitamfuata yule nabii wenu yule. Nitamfuata yule nabii wenu, mwisho wa siku ndamfanya kitu ambacho sio kizuri hapa. Mamangu. Usifanye hivyo. Tushakubaliana wewe kwenda kufanya vurugu tena. Nipe muda na kuahidi haki ya Mungu nitakurejeshea pesa yako. Please mamangu, lakini nakuomba usije kaenda kufanya vurugu. Please. Huku kutakuwa huku. Yesu imeshakaa kwako muda mrefu. Nabii anaendelea kula vizuri tu kula, sisi bado tunaendelea kuteseka hapa, afu unaniambia eti muda wa nini? Esther, pesa inatakiwa irudi. Kwenye hili nitakuwa sina masiala na wewe hata kidogo, wala sitokuchekea. Ninachohitaji ni pesa kurudi, ni 1,500,000. Ningekuwa nimeshafanya maendeleo juu ya ile pesa. Wewe, huruma niliyofanya mimi kukuoa wewe, hapo sina huruma nyingine ya aina yote. Mimi ninachotaka ni pesa yangu kurudi. Nimekombolewa na Yesu aliyenirehemia, kwa bei ya mauti yake nimekuwa mtoto wake. Vipi kuhusu swala la ada la mdogo wangu? Maana naona tokea nimekufikishia taarifa ni muda mrefu. Sasa hivi mwezi umepita na sioni hiyo hela ukiitoa. Naona hupo tu. Ukiniangalia na mimi mkeo, nywele zimeshakaa hizi, nahitaji kusuka. Bantu, tambua ya kuwa umenizuia kufanya kazi
nimekubaliana nalo. Nahitaji pesa. Mke wangu, mi naona jambo zuri zaidi ambalo inatakiwa tulifanye kwa haraka zaidi ni swala la mdogo wako, kwa sababu unajua wanasema elimu ni ufunguo wa maisha. Hivyo mi naona Mungu atatenda muujiza, nitapata ada mapema, na sasa hivi nipo katika maombi mazito ya kupata ahada. Mimi naona Mungu atatenda. Kama aliweza kumfufua Lazaro, atashindweje kutupa sisi ada kwa ajili ya kijana? Mimi naona hilo jambo kwa Mwenyezi Mungu haliwezi kushindikana. Lakini kuhusu masuala mengine ni masuala ambayo sisi wenyewe tu tunaweza tukajua namna tunafanyaje. Si ndio mke wangu? Bantu, hivi akili yako itafunguka lini wewe? Kwa hiyo Mungu atakushushia hizo pesa kutoka mbinguni? Hivyo ukoje? Lakini kwani unashindwa kufanya kazi Bantu, utafute pesa, uhudumie familia, umekazana na mambo ya Mungu. Hivi unahisi pesa zinakujaga kirahisi namna hiyo? Bantu, ni Biblia gani unayoisoma wewe? Andiko la kwamba asiyefanya kazi na asile, kulionagi? Au andiko linalosema kwamba jisaidie nami nitakusaidia, hulionagi? Wewe unaonaga tu maandiko mengine, yani umejikalisha tu hapa nyumbani, hutaki kufanya kazi, tupo tunaangaliana, alafu unasema eti Mungu atajitwalia utukufu. Utukufu gani unaozungumzia wewe? Zaidi ya kukaa tu hapo unasubiria simu ya nabii akupigie muende mkazurure huko. Yaani unazurura na nabii, nabii anaingiza pesa. Wewe unaingiza nini? Suti zenyewe unazovaa unanunuliwa na nabii. Huoni hata aibu? Huoni haya mtoto wa kiume unanunuliwa vitu na mwanaume mwenzio? Bantu, fanya kazi, tafuta hela. Nahitaji kuhudumiwa. Nahitaji mdogo wangu aende shule. Yesu wangu, by the name of Jesus. Mke wangu, maneno gani unayozungumza? Hata maandiko yanasema kimuingiacho mtu sio najisi, bali kimtokacho. Umepatwa na nini? Unatoa najisi tupu. Mungu akusamehe sana. Haleluya. Mungu akusamehe. Sio akili yako mke wangu. Huyo ni shetani. Huyo ni mwovu shetani. Amekuingia kwenye roho yako, anakutawala mke wangu. Sio maneno ambayo unaweza kumwambia mtumishi. Sio maneno ambayo unaweza kumwambia Mungu wangu. Oh, yes. Bantu. Usijifanye una Roho Mtakatifu sana wewe. Sijui nimekosea wapi kuolewa na mwanaume huyu jamani. Mungu mimi sijui nilikukosea wapi mpaka ukaamua kunipa mwanaume kama Bantu. Hapana kwa kweli. Kiukweli kiongozi wangu, acha nikushukuru tu, kwa sababu nilikuwa naogopa sana kufanya jambo hili, lakini ninachoshukuru baada ya kulifanya, kiukweli nimeona matunda yake. Saizi ofisini naona bosi ananiamini, imekuwa kama vile ambavyo ilikuwa mwanzo. Saizi kiasi cha fedha anaweza kuniachia na nikakitunza. Lakini kama utakumbuka, baada ya kumaliza lile jambo, kuna jambo nilihitaji kukushirikisha, ukanikatisha. Bwana Ndele. Naam kiongozi wangu. Wenye imani huwa wanasaidiwa, lakini msaada mkubwa hutokana na imani yako. Nikupongeze kwa kuwa na imani, lakini leo nitakusaidia jambo lako la pili. Kwani changamoto ni nini? Kiukweli ndoa yangu imekuwa ya moto sana, kiasi cha kwamba ule muda wa kurudi nyumbani unapofika, mimi sifurahii tena.
kurudi nyumbani. Ni ndoa ambayo haina amani, na hiyo yote inatokana na mke wangu. Mke wangu toka ameanza kushiriki kanisa la kule mtaani kwetu, kuna nabii mmoja, toka ameanza kushiriki kwenye lile kanisa, kiukweli kiongozi wangu, mambo yote yakaanzia hapo kubadilika. Kiukweli mke wangu amekuwa mfilisi. Mke wangu ni mtu ambaye anachangia sana kunirudisha nyuma kimaendeleo. Hata vile vichache ambavyo navitafuta kwa ajili ya maendeleo yetu amekuwa akivichukua na kuvipeleka kwa huyo nabii wake. Nilikuwa naomba ikikupendeza nisaidie kiongozi wangu. Ndele, na ulikuwa unaangamia kwa kukosa maarifa. Kama nilivyokuambia awali, siku ya kwanza ulipokuja, nilivutiwa na ukarimu wako na ustaarabu wako, nikapenda kukusaidia. Kwa hiyo hata hili pia nitakusaidia. Mke wako amefungwa, na mke wako amefungwa kwenye kifungo ambacho hata yeye hajui kama amefungwa. Namaanisha kwamba mke wako anaendeshwa na majini ya kidini. Majini? Uwezi ukanielewa. Uwezi ukanielewa. Lakini mimi nitakusaidia. Ndele. Lakini pia kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea ulimwenguni, watu kwa macho ambao sio ya kawaida pia hawawezi wakaviona. Hivyo basi, nitakupatia dawa. Hii dawa utaenda nyumbani kwako usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili, siku ambayo mke wako anajiandaa kwenda kanisani. Dawa hiyo utaiweka juu ya Biblia. Asubuhi kabla hajaamka, kila kitu kitakuwa sawa. Hivyo basi, nakupatia dawa hii. Hakikisha kwamba mke wako asiione. Ndio maana nimekwambia kwamba usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili, mke wako akiwa amelala, hii hapa utaiweka juu ya Biblia. Na asubuhi kabla mke wako hajaamka, utaitoa. Hakikisha awe hajaiona. Ninaponya kwa mikono yangu, lakini moyoni kuna vilio. Naitoa nuru mbele ya watu, lakini